Karibu sana Wealth and Lucky Rings Tanzania, sehemu pekee unayopata fursa ya kujifunza masuala mbalimbali yanayohusu pete aina tofauti tofauti ambazo zimekuwa zikitumika kwenye safari za watu mbalimbali duniani katika kuyafikia malengo na mafanikio makubwa zaidi. Karibu sana, na kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Wealth and Lucky Rings, hakikisha una subscribe, una like na kucomment ili kuhakikisha watu wengi zaidi wanakuwa wanapata fursa ya kujifunza masuala mbalimbali yanayozihusu pete. Na kwa wakati huu tuko na pete ya Pishu Rings, pete yenye asili ya China, ama pete ambayo imekuwa maarufu sana katika utamaduni wa watu wa China, na ni fahari kuambia kwamba zinapatikana Tanzania kupitia Wealth and Lucky Rings Tanzania. Tulipata fursa ya kujifunza sehemu ya kwanza kumhusu mnyama Pishu, lakini vile vile tukajifunza faida za pete ya Pishu kwa mvaaji ambaye amevaa pete ya Pishu, lakini vile vile sehemu ya tatu tukajifunza nguvu ambayo iko nayo pete ya Pishu ambayo utaipata baada ya kuwa umevaa pete ya Pishu, lakini tukaja sehemu ya nne tukajifunza masharti ya pete ya Pishu, na sehemu ya tano sasa yako maswali mengi sana ambayo yamekuwa yakiulizwa na watu wakihitaji kupata ufafanuzi zaidi kuhusu pete ya Pishu, na yako maswali ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara, na haya ni maswali mawili ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara, na nitaomba niweze kuyajibu kwa wakati mmoja maswali yote mawili. Swali la kwanza ni je, pete ya Pishu Rings itaniwezesha kuingiza shingapi kwa siku? Pete ya Pishu Rings itaniwezesha kuingiza shingapi kwa siku? Swali la pili ni je, pete ya Pishu Rings inanipa garantii ya muda gani kuweza kufikia mafanikio kiuchumi? Yaani tunazungumzia utajiri. Na katika maswali haya mawili utagundua watu wengi wako interested kuitumia pete ya Pishu, sio kwa sababu zingine zozote, bali ni kwa sababu ya kuukimbia umaskini. Hiyo ndiyo sababu nambari moja, na msukumo mkubwa uko hapo kwenye kukimbia umaskini, kwa sababu pete ya Pishu ina faida zaidi ya 4, lakini watu eneo pekee ambalo wanalizingatia sana ni kwenye eneo la utajiri. Sasa basi, nimekuwa nikilijibu swali hili kwa namna tofauti tofauti. Lakini namna zote ambazo nimekuwa nikitumia kujibu hili swali ni namna ambazo hazimpi faraja mtu mwenye mtizamo hasi kuhusu pete ya Pishu, ama mtu mwenye mtizamo usio sahihi kuhusu pete ya Pishu. Mtazamo huu ni nini? Ni upi? Watu wengi wanaamini kwamba nikishanunua pete ya Pishu nikaivaa mkononi, kama ni mwanaume mkono wa kushoto kidole cha tatu, kama ni mwanamke mkono wa kulia kidole cha tatu, basi mambo yatakuwa ni mtelezo hivi, kwamba yani mambo yatakuwa ni kama unakula mlenda hivi, kwamba mambo sasa yataenda. Na wengine wanaenda mbali zaidi, wanaamini kisha kuwa hivi basi yeye atakuwa na zoezi la kulala ndani tu, and then pete ya Pishu Rings itakuwa inaileta hela. Yani kwamba umelala ndani
Kwa sababu umevaa pete ya Pichu Rings, basi utakuwa unatengeneza pesa nyingi sana. Kama wewe pia ni mtu ambao unafikiri katika mtizamo huo, nitakuwa niko sahihi sana nikisema kwamba pete ya Pichu Rings haikufai, hautakiwi kuivaa. Haikufai, hautakiwi kuivaa, na hatutakuwa tayari kukuuzia pete ya Pichu Rings. Kwa nini? Kwa sababu pete ya Pichu Rings sio pete ya magic katika kuvuta mafanikio. Yaani sio pete ya miujiza katika kuleta mafanikio kwa mtu, bali ni pete inayofanya kazi kupitia mipango na mikakati na malengo ya mtu. Mipango, mikakati na malengo ya mtu na jitihada za mtu. Sijajua kama naeleweka vizuri. Kwa lugha rahisi, pete ya Pichu Ring haitafanya kazi kwa mtu asiye na kazi, bali itafanya kazi kwa mtu ambaye anafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu mtu kama hauna kazi, nani atakayehangaika na wewe ili azuie mipango yako? Mtu usiyefanya kazi, nani atahangaika na wewe kuharibu malengo yako, hadi malengo yako ni kushinda umelala ndani? Pete ya Pichu Rings itawafaa wale wapambanaji ambao wapo kwenye uwanja wa mapambano, watu ambao wana malengo, watu ambao wana purpose, wana kusudi, watu ambao wanapima mafanikio kwa muda, kwamba mwezi huu unahitaji nifanye kazi hii, niingize kiasi fulani, sio nishinde nimelala nyumbani alafu pete ya Pichu Rings niingizie pesa. Haiko hiyo. Na kama umekuwa ukifikiri hivi kwamba Pichu Rings ni njia nyepesi ya kupata pesa, ondoa kabisa huo mtizamo. Haufanyi kazi kabisa. Na kama unafikiri katika mfumo huo, usinunue pete ya Pichu. Kwa nini? Kwa sababu haitakusaidia kwa lolote. Iko hivi, pete ya Pichu Rings inafanya kazi kupitia mipango, malengo na mikakati ya mtu, jitihada za mtu. Hapo ndipo inafanya kazi. Na kazi kubwa katika mipango, malengo, juhudi na vitu vingine, kazi kubwa ya pete ya Pichu Rings ni kufungua njia. Kwamba unapokuwa unafikia, unafanyia kazi malengo yako, usikutane na vikwazo ambavyo aidha binadamu mwingine anafikiri kukukwamisha wewe, au anafikiri kukukwamisha dhidi yako. Yaani au asili ya dunia inafikiri kukukwamisha wewe. Umeenda ofisi fulani, unahitaji fulani. Unafika pale, watu wanaanza kusua kukuhudumia. Pete ya Pichu Rings itasaidia uwepesi wa mambo kufanikiwa kwa urahisi. Ukiondoka hapo, pete ya Pichu Rings pia inafanya kazi kupitia jitihada zako wewe. Kwamba unapofanya kazi unashirikiana na watu, na ili uweze kupata hela unahitaji kufanya kazi na watu. Hautapata pesa ukiwa umelala nyumbani. Watu wa kukuletea mafanikio utakutana nao kwenye kazi. Network ya watu wenye ambao unaendana nao au wanaoendana na malengo yako utakupata kwenye kazi. Kwa hiyo haitafanya kazi kama unashinda umelala ndani, lakini itafanya kazi kama unatoka. Kwa sababu hata nguvu ambayo inakupa yenyewe, inakupa nguvu ya ushawishi, inakupa nguvu ya kuaminiwa na watu, inakupa nguvu ya watu kushirikiana na wewe, inakupa nguvu ya watu kukupa deals. Sasa hawezi wakakupa deals kama unashinda umelala nyumbani, alafu unategemea pete ya Pichu Rings kuletea pesa. Kwa utani sana, nimekuwa nikiwaambia watu kwamba mara nyingi sana mtu anaponiuliza kwamba bwana, itaniingizia shilingi ngapi kwa siku, namwambia kama binadamu nafikiri kwamba pete ya Pichu Rings itakuingizia shilingi ngapi kwa siku, njia nyepesi kabisa, nenda Malawi kule Kitwe, wanafanya hizo shughuli.
wanakupa, unaingia maagano, wanakupa hiyo mipango. Wako watu tayari wameshaenda huko, lakini huwa Pete ya Pisho Rings haifanyi hivyo. Wengine nimekuwa nikiwatania kwamba nenda Zambia kuku akadonoe mahindi. Huwa ni utani, lakini ndio uhalisia wenyewe, kwa sababu Pete ya Pisho Rings inafanya kazi kupitia mipango ya mtu mwenyewe. Haitafanya kazi kama unashindwa umelala nyumbani, wewe ni mvivu. Kwanza hizo changamoto unazotoa wapi kama umeshindwa umelala nyumbani? Anayehangaika na mtu mvivu ni nani? Watu ambao wanawindwa kwenye target au wanaweka kwenye target ya kuharibiwa mipango yao ni watu wenye focus, ni watu smart, ni watu wenye mipango, ni watu wenye jitihada, ni watu wenye spirit ya kufanya mabadiliko, either kwenye maisha yao binafsi ama kwenye maisha ya watu wengine. Hao ndio watu ambao wanakutana na vikwazo mbalimbali, wanakutana na changamoto mbalimbali ili kuangushwa. Lakini mtu ambaye unashindwa umelala nyumbani, hukutana na changamoto zote zile. Lakini pili, mtu anauliza kwamba je, inanipa guarantee ya muda gani kuweza kupata mafanikio? Haina guarantee. As long unafanya kazi, unajituma, una focus, unafanya nini, itakupa kile unachokitaka. Swala tu ujue unataka nini na uwe tayari kukifanyia kazi hicho unachokitaka. Kwa sababu kuna watu anataka kuwa mtu mwenye mafanikio, lakini hataki kufanya vitu ambavyo vitamfanya awe mtu mwenye mafanikio. Anategemea tu halali. Brother and sisters, uchumi unajengwa kwa wale watu smart, ukiachana na wale watu ambao wanaamini katika magic, yani kwamba yeye alale afu kesho asubuhi amke kuna pesa, si kwenye chungu, amelala ameamka si kwenye milioni 10, si kwenye nini. Ujinga wa aina hiyo unawazwa na watu ambao they are not smart. Lakini watu ambao ni smart wanaamini kwenye progress, kwenye mchakato wa kujenga uchumi. Anajua kabisa uchumi ni namba. Kwa kama nina shilingi 1000 natakiwa kuizalisha iwe shilingi 2000. Kama nina shilingi 2000 natakiwa kuizalisha iwe 3000. Kama na milioni 10 natakiwa kuizalisha iwe milioni 100. Kama na milioni 100 natakiwa kuizalisha iwe milioni 200, 300 na kuendelea. Na anajua strategy za kufanyaje za kujenga uchumi, kwa maana anazingatia misingi ya kujenga uchumi. Sasa ukifikiria watu wengi ambao wanataka ile mitelezo, ni watu ambao kwanza ndo hawa wanasumbua sana kwenye pombe na nini na nini na nini. Ndio watu mpangii mtu kutumia pesa, lakini ni watu wenye hiyo mindset. Yani anafikiri tu vitu vyepesi hivi, anafikiri kusumbua kina mama na vitu hivyo, ndio vitu ambao anafikiri. Sasa Pete ya Pisho Rings haikufai kama upo na mtizamo wa aina hiyo. Pete ya Pisho Rings inafanya kazi kwa watu ambao ni smart. Na ndio maana ukiangalia Wachina wenyewe wanafanya kazi 24 hours. Pete ya Pisho Rings ipo katika utamaduni wao. Viko viwanda Tanzania ambao vimewekwa kabisa nyama ama alama ya mnyama wa pisho. Viko Tanzania viwanda, ziko nyumba zimeweka hiyo alama, lakini wanafanya kazi masaa 24. Ukijaribu kuingia kwenye soko la dunia ambalo ni Alibaba leo, angalia namna watu wanaofanya uzalishaji wa product mbalimbali 24 hours wanafanya kazi. Sasa kama Pete ya Pisho ingekuwa inaleta utajiri ukiwa umelala nyumbani, basi watu wasingekuwa wanaenda kazini, wangekuwa nashinda wamelala nyumbani na vitu vingine, ndani maisha yanakuwa yanaenda fresh kabisa. Haifanyi kazi katika muundo huo. Pete ya Pisho Ring inahitaji uwe na malengo makubwa, inahitaji ufanye kazi, inahitaji uwe na strategies za kuweza kufikia malengo na vitu, a lot of things. Bila hivyo huwezi kufanikiwa. Na kama unafikiri kupata kimtelezo, haifanyi kazi. Bali once unapokuwa umevaa Pete ya Pisho Rings, unakuwa na uhakika wa mipango yako kuwa itaenda, yani kwa uhakika, na utakuwa kiuchumi bila sacrifice yoyote, yani bila agano lolote. Umevaa pete, ishi maisha, pambana, mambo yanaenda vizuri kabisa. Hii ni muhimu sana. Nimetumia muda mwingi sana kwa sababu ilikuwa ni muhimu sana watu waweze kufahamu. Watu wanafikiri njia nyepesi. Hakuna njia nyepesi.
Hapa tunazungumza watu ambao wanahitaji kujenga uchumi ambao ni imara. Kwa hiyo kama unategemea kupata uchumi ambao umelala umeamka tu, hela ziko hapo kwenye bahasha, sio kwenye nini, usichukue Pete ya Pishu. Utapoteza muda wako bure, kwa sababu itakupa utulivu ambao hautakusaidia, itakupa network ya watu ambao haitakusaidia, itakupa uhusiano mzuri na watu ambao hautakusaidia, itakupa utulivu kwa familia ambao hautakusaidia, kwa sababu unafikiri njia nyepesi. Kwa hiyo karibuni sana. Kama una swali usisite kuuliza swali, kwa sababu ni muhimu sana watu tujifunze. Lakini vile vile pata fursa ya kwenda YouTube, angalia video, jifunze, andika about Pishu Rings. Lakini ukipata fursa pia ingia Google, jifunze, andika about Pishu Rings. Unapata fursa ya kusoma makala mbalimbali na kutanua uwezo wako wa kuelewa masuala yanayohusu pete ya Pishu Rings. Pete ya Pishu Rings inapatikana Tanzania na ni kwa gharama shilingi 80,000 pekee kwa sasa. Na kubwa zaidi, tunafanya delivery mikoa yote ya Tanzania kwa uaminifu wa 100%. Karibu sana. Hakikisha una subscribe, una like, una comment ili kuhakikisha tunakuendelea kwa pamoja kupitia channel yetu ya Wealth and Lucky Links Tanzania.